Mpaka ofisini hapo, akapewa direction moja kwa moja mpaka kwa CEO. Mzee katulia anacheza zake chesi. Oh, wewe ndio kijana niliyoambiwa. Rafiki yangu hajaniletea mtu yoyote hapa. Ina maana akakuamini sana. Okay, kazi umepata. Utaenda kukutana na manager kufanyia usajili. Kesho uanze kazi asubuhi na mapema. I say, mshikaji alishukuru sana. Okay, akachukuliwa moja kwa moja mpaka kwenye meeting room kumsubiri manager sasa apate maelekezo. Manager anafika. Uwezi amini ni Sindu bana. Kila mtu alibaki kumshangaa mwenzie. Jamaa akarudi kwa mzee Mtata, mzee Mpili. Bana, mzee mimi siwezi kufanya kazi pale. Wewe si ndio ulikuwa una shida ya kazi vipi tena? Yule mwanamke alinikimbia ndio yuko pale na ndio manager. Siwezi kuwa karibu yake, naweza nikamkata hata vibao. Nashukuru sana kwa kunisaidia mzee wangu. Ila pale hapana, siwezi fanya kazi. Mzee akamjibu, "Acha ujinga wewe. Wewe ni mwanaume unamkimbiaje mwanamke? Ndio hata kama umekutana naye, lakini pale umefuata kufanya kazi na sio yeye. Sasa hivi jali nafikiria kuhusu mtoto wako. Atakula nini? Atavaa nini? Wewe nione mimi mwenyewe mtu wa kazi. Nimekupa kazi ufanye kazi. Uwezi acha kazi wakati una kazi. Au unataka tutukane tena na Mondi? Jamaa kweli maneno yalimuingia, inabidi awe mtu wa kazi. Mchizi akarudi kwa Amity, naye anampangilia hivyo hivyo. Wewe fanya tu kwa ajili ya mtoto. Baadaye Mani alimuuliza mwanawe, "Mbona hujawahi kuniuliza mama yako ni nani na yuko wapi?" Mtoto akajibu, "Wala sihitaji kujua, sababu wewe ni zaidi ya mama kwangu. Nakupenda sana baba. Wewe ni baba bora wa dunia. Kwa hiyo umtaki mama yako?" "Simtaki. Kwanza niache nilale." Aisee, mwamba alijisikia nguvu sasa. Akafikiria kwa makini, akaona it is okay. Kesho asubuhi na mapema na tukutuku yake mpaka kazini. Ila akimuona binti tu anashtuka sana na anageuza njia, hataki kumuona. Sasa unaogopa nini Mani? Utakimbia mpaka lini? Kwanza ule ndo meneja wako. Okay, be gentleman, be gentleman. I say, ilikuwa ni visanga tu. Okay, sasa pale ofisini yeye alikuwa kapewa uongozi wa grupu fulani hivi. Maana elimu yake ni ya juu sana. Akajitambulisha kwa grupu lake ambalo ndio atakuwa kiongozi wao. Kila mtu akajitambulisha jina lake. Zeno akaendelea kupiga kazi. Sasa kuna huyu jamaa pembeni yake alikuwa anaitwa Salavanan. Oi, kiongozi, karibu sana ofisini. Ngoja nikupe muhtasari kidogo. Kwanza huyu meneja wetu ni mkali kinoma, hacheki na wote humu ndani. Halafu namkubali kinoma basi tu, yani sipati nafasi. Mania akawa anashangaa, huyu mchizi vipi? Mbona mapepe mengi? Upande wa pili binti akiwa dina na wazazi wake, anaonekana kama anataka kuongea kitu hivi ila anashindwa. Okay, sasa Mania akawa na urafiki wa karibu na huyu jamaa Salava. Ila kuna muda anamkata hivi jicho binti kwa kuvizia vizia yani. Mania akaanza muuliza maswali Salava kuhusu binti. Mchizi naye anafunguka tu, pasipokujua jamaa alikuwa ni mwanamke wake yule na wamezaa. Salava anamwambia kuna supervisor wake huyo na manager, kipindi hiki amesafiri kidogo, anamsumbua sana manager, yani anamtaka na ana familia nyumbani. Natamanigi ni mkate vibao, ila ndo hivyo, nalinda kibarua changu hapa. Angejua mimi mwenyewe ninavyompenda manager, acha tu. Basi mwamba akiwa free anakutana na mzee Mpili, wanakula story, anamheshimu sana, wamekuwa kama ndugu, na mzee ana madini mengi anampatia kijana. Sasa siku moja jamaa anaingia zake kazini, anakuta grupu lake linafokewa na manager Sindu. Kuna huyu binti hapa anaitwa Sadhana, kuna data amekosea kutuma, ndio lawama zinashuka kwake. Sasa binti analia tu, hana la kujitetea. Mane alifika na kuuliza nini tatizo, akaambiwa. Akaingia kucheki mwenyewe, akaona kweli binti kazingua. Okay, haina shida manager, mimi nitachukua ile jukumu mpaka jioni, mambo atakuwa sawa. Basi mchizi akamchukua binti Sadhana mpaka kwa mwamba wake Amity. Amity bana alikuwa ni mtaalamu wa IT, so akaelezewa shida kama anaiweza. Akasema hiyo haina shida, anaweza kushughulikia. Mchizi akapiga kazi pale, data zikarudi kwenye mfumo, wakarudi kwa manager kuwasilisha. Okay, kweli mambo yalienda sawa. Binti Sadhana alimshukuru sana kiongozi Mani, usijali, piga kazi. Ila kinamna fulani hivi Sanjana bwana alionekana kavutiwa na msela. Si unajua wanawake tena, kitu kidogo tu unashangaa kashaanza kukupenda. Kama mimi vile darasa la 6 niliopoa demu kisa Big Bomb, ila tuliachana kisa nimemnyima 200. Mchumba sasa kashazama kwenye dimbwi la mapenzi. Kipindi chote hiki hakuna aliyetambua kuwa Mani na Sindu kama walishawahi kuwa wapenzi. Sasa kipindi wako free time, ghafla ilikuja taarifa kuwa kuna mfanyakazi katika grupu lake anataka kujiua chooni huko. Fasta ikabidi waende. Kufika na kuuliza shida nini, mchizi anataka kujua kisa demu